Habari kubwa ni kuhusiana na chama cha wataalamu wa michezo na utimamu wa akili, yani saikolojia TASEPA kimefunga mafunzo ya awali ya mchezo wa utimamu wa akili yaliyokuwa yakifanyika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo zaidi ya washiriki 34 waliopatiwa mafunzo hayo pamoja na kukabidhiwa vyeti vya taaluma mara baada ya kukidhi vigezo. Hata hivyo, viongozi wa TASEPA, washiriki pamoja na mgeni rasmi wakatia neno mara baada ya kuhitimisha kozi hiyo. Tumekuwa tunatoa kozi mbalimbali, kozi ya awali, kozi ya kati na kozi ya juu. Hasa lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba makocha na wachezaji wanajua kabisa kwamba mafanikio kwenye michezo yanatokana na vitu viwili. Kimoja ni saikolojia ya akili, kwamba akili ikiwa timamu au timamu wa akili unashirikiana na mwili kuleta matokeo kwenye michezo. Kwa hiyo vyote viwili vina nafasi sawa kwenye michezo. Washiriki wameonyesha uwezo mkubwa wa uelewa, kwa maana ile conceptual skills understanding, na wamefanya nadharia pamoja na vitendo. Wito wangu mimi ni kwa wanamichezo wote nchini kuichukulia tasnia hii ya saikolojia ya michezo na mazoezi kama jambo muhimu kulingana na tafiti mbalimbali zilizofanyika duniani. Kidunia tangu mwaka 60 tuliona Olympic wanasaikolojia walikuwa ni sehemu ya timu. Sasa leo 2026 swala hili limeendelea kumanifest kupitia tafiti zilizofanyika mwaka 2020 mpaka 2025. Kwa hiyo ni kuendeleza hilo. Tunatambua kwamba 50% ya matokeo ya michezo mbalimbali ulimwenguni ni fiziki, kwa maana ya utimamu wa mwili, lakini 50% ya mafanikio au performance enhancement utaiona kwenye utimamu wa akili, na ndio saikolojia yenyewe. Nimejifunza mambo mengi sana. Nimejifunza vitu ambavyo mimi kama mchezaji pia kama coach nakavisha kwenye jamii yangu. Sana sana kama coach ninaweza jinsi gani ya kuweza kuwasimamia wachezaji wangu, jinsi gani ya kwenda ku-approach mchezo na kufanya, na jinsi gani naweza nikaishi na wachezaji wangu kwa maisha ya kila siku, kuwatengeneza saikolojia. Tukiangalia hata scenario sasa hivi kwenye haya mashindano ya AFCON, mambo mengi yamedili sana na psychology. Game kwa mfano game ya Senegal na Morocco. Hiyo ni sana sana tunaishi kwenye psychology. Kwa hiyo psychology ipo kwenye maisha ya kila siku, tukiachana na michezo, hata nje ya michezo, kwenye michezo yote pia. Mambo muhimu ambayo pia ama faida ya kufanya hii kozi ya saikolojia ya michezo ni kwamba inadumisha uwezo wa akili, yaani mtu unakuwa na uwezo wa kuhimili hisia, tunaita ya emotional intelligence, ambayo kwa kada ya michezo tumeona ikiwa inasumbua sana kuweza kustawisha maendeleo ya wachezaji mmoja mmoja, lakini kwa timu kiujumla. Kwa hiyo ushauri wangu pia kwa watu hasa wa Tanzania wajitahidi kuhudhuria kozi hizi zinavyotangazwa, kwa maana kwamba sio michezo tu, bali hii kozi inadumisha ustawi wa maisha ya mtu binafsi. Tukiwa na elimu hii, watakapokutana na mazingira yoyote yale yawe magumu kiasi gani, wataweza kumudu. Hata ikitokea changamoto zozote zitakazokuwa zinajitokeza nje ya uwanja, wao wataweza kuconcentrate katika mchezo na kuto kuhama. Nitumie nafasi hii kuwapongeza kwanza kwa kupata vyeti. Jipigeni makofi. Kavifanyeni lamination. Hiyo ni CV ya kwenda jeshini, ni CV ya kutafuta kazi, na ni CV ya kuja kuwa kocha wa Mtibwa, Azam na timu zingine. Hiyo si dharau. Lakini pia ni motisha kwa watoto wako na wajukuu kwamba ulikuwa mwana michezo, sio wa kubamba bamba, ila ulikuwa unasoma darasani. Kavitunzeni hivyo vyeti. Na tangaza rasmi kwamba mafunzo haya ya kozi ya awali ya saikolojia ya michezo na mazoezi ninaahirisha rasmi. Asanteni. Mafunzo ya saikolojia ya wanamichezo, kama ambavyo umesikia wahitimu wakiwa na furaha mpwite mara baada ya kuhitimu mafunzo hayo, lakini pia kukabidhiwa vyeti ambavyo umesikia vitakwenda kutumika kama CV kwenye shughuli mbalimbali ambazo siku za usoni wahitimu hawa watakwenda kutumia. Lakini pia msemaji amekwenda mbali zaidi na kusema itakuwa ni kama CV ya kuwaonesha pia watoto wako.